Ndio, wapendwa ndugu zangu, habari za leo. Ni matumaini yangu kwamba mnaendelea vizuri sana. Na leo naomba nianze kuchambua utendaji wote ulioko nyuma ya dashboard yetu ya Horizon DeFi Protocol. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe kama bado huja subscribe, jitahidi kusubscribe ili tunapopandisha video ziwe zinakufikia moja kwa moja. Wewe unaletewa content, tusianze kutumiana kwenye groups. Maana kwamba kila mtu alisubscribe wa video analetewa moja kwa moja. Lakini kama unakuwa na maswali usikae nayo, ni bora kucomment kwenye video husika. Una comment na mimi huwa ninafuatilia sana hizo comment na kuzijibu, ili nione ni wapi ambapo ukuelewa, nipafundishe kwa upya, wapi ulielewa. Lakini ukiona kitu ni kizuri, umeelewa vizuri, ili tuondoe haya maswali ya watu kusumbuliwa, viongozi wetu kuulizwa kila muda, unashare hiyo video na mtu mwingine ili na yeye aweze kupitia. Kwa maana kwamba hizi tutorial baada ya kuzitengeneza za kutosha zikakaa YouTube, sidhani kama tutakuwa na muda ambao kwamba tuwe tunarudia tunamwambia mtu, kwa sababu mtu akiuliza swali anatakiwa apite hapa kwenye video, afuate step by step za kufanya. Na sasa hivi muda huu naomba nianze na dashboard ya mahesabu. Usimuulize sana mtu kwamba mimi ninapata pataje, itakuwa kuaje hivi, nikiweka ori moja mimi miaka 5 nitapata bei gani. Usiulize maswali mengi. Naomba nifafanue kwenye hicho kipengele. Gusa kwenye fixed. Ukishagusa kwenye fixed, ukifika hapa palipoandika 360. Unaona 360 90 hapa. Sasa unagusa kwenye haka kaeneo ambako kana ndiko kuna calculator hapa. Unagusa kwenye calculator, kwa sababu hizi staking zina tofauti ya kimahesabu kulingana na APY na soma ngapi kwenye siku husika. Kwa hiyo wakati unataka kustake na unataka kuona miaka 5, ukikaa sokoni miaka 5 au miaka 3 au miaka 4 bila kutoa, wewe utapata ori ngapi na hizo ori zitakuwa na thamani kiasi gani. Kumbuka thamani ya ori kwa maana ya bei ni kama iko constant, haina, sio mambo ya hyper ups and down, sio mambo hayo. Yenyewe imekuwa kept constant, inatembea kwenye bei kadhaa hivi, bei kadhaa kwa ajili ya kuilinda, kwa sababu kazi yake sio pump and dump. Kazi yake sio kwamba to stake ori ili ipande thamani tuuze, ipande bei tuuze. Hapana, sisi tunapo stake ori tunapokea malipo ya ori. Sasa ori moja leo ni dola ngapi? Ori moja leo ni dola ngapi? Ori moja leo ni dola ngapi? Leo APY kwanza ya mwaka inasoma APY 1353.223. Kwa hiyo naomba tuangalie bei ya ori leo. Naomba tuanze kwanza na ori moja. Ni dola 57.05 ndo bei ya ori kwa dakika hii, kwa muda huu tuliopo. Sasa mtu akitaka kustake mfano ori moja, yani dola 57.05 kwa muda huu. Tuguse calculator yetu kwanza, gusa kwa mwaka hapo, alafu hapa juu andika ori moja, namna hiyo. Ori moja kwa mwaka, ori moja yenye thamani ya dola 57.05, mtu atatengeneza ori 13.52 ndizo utakazo zitengeneza mwaka mzima kwa kustake dola 57 leo, ambazo ni ori moja. Kwa kustake ori moja utatengeneza ori 13.52. Sasa mimi nataka nikae miaka 5, hiyo dola yangu, hiyo ori yangu moja nisichukue. Maana yake hii moja utaifuta, huo mwaka usibadilishe. Unaandika hiyo 13.52. Sasa huu ni mwaka wa pili. Wewe utatengeneza ori 182.85 ambazo zitakuwa na thamani ya dola 10,430 na kitu. Sasa tuseme mimi bado nahitaji kuendelea, sitaki kubaki hapo. Kama ninahitaji kuendelea, maana yake ninafuta hii 13 mwaka wa 3. Sasa tuone nitapata bei gani. Ori 182.85. Hii calculator unapokuwa umestake leo haibadilishi chochote. Ile APY unaondoka nayo miaka yote ambayo utakaa sokoni bila kutoa. Sasa maana yake utakuwa umetengeneza dola 141 zenye thamani ya ori 2473
na senti za ori 0.1 ndio utakazokuwa umezitengeneza. Sasa maana yake umeshafika dola 141,076 na senti za dola 29. Sasa wewe bado haujahitaji kutoka sokoni, bado unataka kwenda mwaka wa 4. Mwaka wa 4 utafuta hapo sasa, utaandika ori 2473 na senti za ori 0.1. Huu ni mwaka wa 4, tafadhali zingatia hilo. Ni mwaka wa 4 utakuwa na ori 33,447 na senti za ori 0.9 zenye thamani ya dola milioni 1,766,000 dola milioni 1,908,028 na senti za dola 95. Sasa unataka kwenda mwaka wa 5. Mwaka wa 5 maana yake utaandika hizo ori ziko 33,447 senti 0.9. Utaziandika hapo sasa. Mwaka wa ngapi? Ni mwaka wa 5. Utaandika mwaka 33,447 senti 0.9. Ni mwaka wa 5 huu. Mwaka wa 5 maana yake utakuwa umeshatengeneza ori 452,367. Ni utajiri mkubwa uliotukuka. Ni dola za Kimarekani milioni 25,308,505 na senti za dola 89. Huo ndio utajiri mkubwa utakao kuwa umeutengeneza ndani ya miaka 5. Hapo tulikuwa tunashughulika na ori moja peke yake. Ori moja peke yake. Na mimi huwa nashauri mwekezaji mzuri awekeze dola 300, ambazo dola 300 chukua 57 bei ya leo, chukua 300, dola 300 gawanya kwa bei ya leo, maana yake utapata ori 5.20 na 6.26. Sasa hizi ni kwa mtu mwenye dola 300, tuseme ana stake kwa muda wa miaka ile ile 5. Tuone atapata nini. Kwanza kwa mwaka atapata ori 71.14. Sasa tunazifuta, tunaenda mwaka wa pili, tutafuta, tutaandika 71.14. Mwaka wa pili huyo atakuwa amefika ori 962 na senti za ori 15. Sasa huyu mtu tunaenda mwaka wa 3. Kumbuka hapo ashafika dola 54,880 na kitu. Sisi tunaendelea mbele mwaka wa 3. Mwaka wa 3 huku kwenye ori bwana kuna utajiri mkubwa. Sema Watanzania wengi wanaweza wakawa hawajaelewa kwenye kutafuta uhuru wa uchumi tunavyo takiwa kufanya mahesabu. Yaani usifanye tu just investment, afanya pia tathmini ya kina, mahesabu ya kutosha. Hapa mwaka wa 3 mwenye dola 300 atakuwa ameshafika ori 13,000. Tunaandika 13,000 0.12 na senti za ori 93 zenye thamani ya dola 742,000. Sasa huyu tuseme anaenda mwaka wa 4. My God. People are going to make a lot of money. 0.12 na senti za ori 93. Huyu mwaka wa 4 sasa is just a trillionaire. Huyu ameshafika dola milioni 10. Lakini ori ziko 175, 997 na senti za ori 97, lakini ashafika utajiri wa dola milioni 10. Sasa tuchukulie bado atabaki na mwaka wa 5. Hakuna mtu anataka kukimbia utajiri, na huu ndio utajiri tunaozungumza ambao watu wameutengeneza kupitia kwenye ilikuwa inaitwa Olympus DAO na kwenye LGNS. Ndio utajiri mkubwa ambao people made. Wametengeneza utajiri mkubwa, wengine wakafa kwa pressure kwa sababu hela zimekuwa nyingi. Atakuwa na thamani ya ori milioni 2,380,346 na senti za ori 82 zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 135,789 na hicho kiasi. Huyu ni kwa mtu ambaye tunamuita ni Spartan. Spartan ni cheo cha mtu ambaye amestake kuanzia dola 300, mwenye target ya miaka 3 kwa lengo la kuondoa umaskini kwenye maisha yake. Sasa
Sasa angalia kama akikaa sokoni na hiyo dola 300 kwa muda wa miaka 5 atakuwa ametengeneza utajiri kiasi gani. Je, kama akikaa sokoni kwa muda sasa wa miaka 10, kumbuka liquidity locked 26 years to come in future. Kwa hiyo mimi naomba tumia calculator hiyo, kuwa una calculate wewe mwenyewe pale unapotaka kufanya investment. Usirudi kuja kuuliza maswali eti hapo nitapata ngapi. No. Swali la nitapata ngapi sitalijibu. Nimesha calculate hapo, na nimecalculate kwenye eneo peke yake la fixed, kwa sababu ninahitaji watu wafanye fixed. Ndio ina pesa nyingi kuliko wale ambao wanaofanya kwenye wanafanya kwenye nini? Wanafanya kwenye flex. Kwenye flex kuna pesa kidogo sana. Kwa sababu tukiweka oli moja kwenye flex, utaona tukianza na yule wa dola 100 yule ambaye tumefanya hapo, tumeona anatengeneza milioni 25 kwa muda wa miaka 5. Sasa tukianza na huyo tu peke yake mwenye oli moja, utaona mwaka mzima anapata ngapi? Mwaka mzima anapata oli 6. Kwa hiyo yeye mapato yake ni kama yako nusu, 6.33. Wenzao wanapata 13 point ngapi? Yeye anapata 6 mwaka wa pili. Na hapo sasa, kwa sababu yeye ndani yake inabadilika, kumbuka huyu ndani yake inabadilika, mwaka wa pili atafikisha 40. Wenzio wako kwenye 80 na ngapi huko kwenye 40. Maana yake it's last like a wastage of time, unajipotezea muda. Mwaka wa tatu weka hapo 40.12, unapoteza muda mwenyewe 14,000. Yana 14,000 wakati wenzio wako kwenye 50 na ngapi? Tuliona 54. Ana sasa maana yake ori ana 254 oli 254.33. Tunampeleka mwaka wa 4. Unaona sasa, maana yake unajipunja mwenyewe. Kwa sababu ya kusema ni kweli unaweza kaweka zile ambazo unasema hizi nikizihitaji nitachukua, lakini bado sikushauri sana fix. Ufanya fixed. Atakuwa amefika kwenye dola 90 na ngapi? 92. Huu ni mwaka wa ngapi tunaongelea? I don't know. Sasa 1612 senti 29. Nadhani tunaenda mwaka wa mwisho. Sasa mwaka wa 5 1612 senti za oli 29. Huyo atakuwa ametengeneza dola 500,000. Dola 491. Actually 584. Sikumbuki sasa ulikuwa mwaka wa ngapi huo? Ulikuwa mwaka wa 4 wa 5. Ngoja niweke tena mwaka huo mwingine nione. Nikiona zimezidi dola milioni 25 hapo tutakuwa kumbe tulishafunga mahesabu. Kwa hiyo sio sehemu ya kuitumainia sana upande huu. Sio sehemu ya kuitumainia sana. 10 22 0 na kituo hicho. Twende tuweke, tukiona imezidi dola milioni 25, maana yake hapa tuko tunamhesabia mwaka wa 6. Kwa hiyo usiweke sana kwenye nani, unajipunja mwenyewe mapato. Unaona sasa, miaka 5 utatengeneza dola milioni 3,700,000 na 2747 na senti za dola 92, wakati mwenzio anaongelea dola milioni 25. It's wastage of time. Do not waste your time. Kwa hiyo nafikiri upande wa calculator nimemaliza. Nitakaporudi nitakuja na tutorial nyingine ya masuala ya usage pale. Kitu kingine nadhani tunaweza tukaongelea contributions. Tutaongelea contribution factor pale. Kwa hiyo nikutakia wakati mwema wa usikilizaji.